Wapi chairman na mwalimu? Baadaye chairman na mwalimu haraka. Napata basi na upige honi. Sema alafu kuja tu. As the head of government, the money is budgeted for. We have seen a lot of money being misused. A lot of money being used to finance police officers who are behaving like goons. So we urge the government, this money should be directed to the school and not to police officers who are behaving like goons. We say the housing levy, we have a lot of, the country has a lot of money. We have houses that are being done all over the country. But are these houses helping? No. Why can this money, the housing levy, be changed to a school funding model money? Instead of charging us the housing levy, we be charged money to finance the education and ensure that each and every kid, without caring where he or she comes from, without caring about the financial of the family, we ensure that every learner will be able to stay in school without being told to pay school fees. Even here in Embakasi Central, we are having these houses here. They are being built. They are being built for who? To help who? These kids, they had somewhere to live. They had somewhere to stay. But they didn't have money to go to school. All because the government is saying that we have free primary and secondary education. But how free is this education that the government is providing? I think the government is getting its priorities upside down. Because if we decide to fund the education, the goonism that you are seeing in this country, I'm very sure we shouldn't be having it. I was in Olkarau for the by-election. Whatever I saw, it really made me shed tears for my country. Members of parliament being escorted by police officers who are goons, using GK vehicles, government vehicles. Nobody asks, but they are free to roam, kill, do anything that they want, beat women who are peaceful. I asked Bwana CS Murkomen, the Minister for Interior. I heard you the other day saying that you are investigating. The media did it. The media has already done the work of investigation. Yours is to arrest. Yours is to arrest. We need you to arrest these police officers who are behaving as goons, because we cannot continue with the police officers who have been charged to provide security to the Kenyans behaving as goons, killing people. In Olkarau, they killed 2 people. One of them a truck driver. Hata hakufika, alitoka Mombasa akanaenda nyumbani kupiga kura na aende akasalimia watoto wake, but he never reached home because he was killed by these thug police officers. And they are known.
So to Mr. Murkomen, please spare Kenyans these side shoes. Just arrest, shut them, and they will change. The reason as to why we are pushing these kids to go to school, it is because we want to avoid goonism. We want them to have a life. We want them to live well. But if you can use all this money to finance police officers to behave as goons who are being paid, and we can't use money to provide education to our kids, I really wonder where the country is going. Hii pesa tunaona pesa kidogo inapatiwa the primary schools. Tunaona 95 shillings tunapatia. Hiyo pesa itasaidia nani? That cannot be acceptable. And we know the mischief that is being done by the ministry. What the ministry is doing is deregistering students from NEMIS. Once you're deregistered from NEMIS, pesa ya capitation haikuji. So we know the mischief that is there. So funding model ambayo ile iko, we demand that all the money ambayo ni ya secondary, ya primary school and tertiary education, all that money must be released. Pili, tuliona that there is a funding gap, especially for universities and even for some secondary schools. You cannot tell me that the government can find 10 billion to campaign in Olkalau and buy boats and give gas na vitu zingine, and yet you cannot find money to fund our schools. That is unacceptable. So the one thing that we must demand, and we are telling the government, you must release all the money that is due to all schools, and also fill the gap for funding for both tertiary and primary and secondary education. Unajua rais alisema watu wanaenda Singapore. Si ni ukweli? Si aliwaambia mnaenda Singapore? Sisi tukiwa Olkalau tuliona ni kama huko ni Haiti. Hakuna Singapore ilikuwa huko. Hao polisi walikuwa hapo ni kama walikuwa wamepelekwa Haiti rehearsal, wakatupata Olkalau. Huko ilikuwa mambo ya goons protected by the police, tukikimbizana nao. We need to tell the president that if what we saw in Olkalau will be replicated across the country, then hakuna mahali tunaenda Singapore. Where we are going, we will be going to Haiti. That is where our country is going to head. And we want to tell Murkomen, don't tell us that you're going to do investigations. We have the names. They were listed on that day. And I'll tell you, Bwana Murkomen, all those people who are campaigning for the UDA candidate, start with those people. Those are the people who brought the goons there. The police were working under you. You know them. All the vehicles that were moving around in Olkalau, you know them. They have been exposed by the media. What more else? Which other investigation are you doing? So one of the things that we must tell you, Bwana Murkomen, you are going to destroy our country. You've started it in Olkalau. We know you've been dealing it in Nairobi. If you follow suit, Namazisahau, there is still the ICC to come. ICC is still watching. So we are telling you, Murkomen, please don't take us back to where we were in 2007. Nika approach Meja Dong na nikamwambia changamoto zetu za transport kila wakati ambapo watoto wetu wanaenda katika symposiums ama wanaenda kufanya maneno haya ya drama na sports, hatuna njia ya kuenda nao. Kila wakati tunaenda kwa shule ambazo ziko karibu ndio watusaidie na mabasi, ama tunaenda kwa matatu za forward ndio tupate at least tunaweza peleka watoto wetu kwa hizo kwa hizo functions. Lakini sasa bwana mheshimiwa wetu Meja Dong kwa hiari yake akafanya vizuri sana. Hata wakati nilikuwa nimemwambia tunaweza pata basi ambalo si mpya kabisa, akasema hapana, mimi nitakupatia basi mpya kabisa. Kwa hivyo leo tumefurahi sana kwa sababu sasa watoto wetu hawatakuwa na zile changamoto. Hata capitation ya serikali haifiki kwa wakati unaofaa. Alafu kisha ukiangalia wazazi wetu sio wanajiweza sana kifedha. Kwa hivyo saa zingine hata saa hii ile changamoto tuko nayo ni fee balances ambazo zinaenda mpaka karibu 9 million. Na kama vile serikali imetuambia hatuwezi fukuza hawa watoto. Kisha mkiangalia madarasa yetu hata hayajakamilika. Kwa hivyo bado tuna hiyo changamoto ya mahali gani tutaweka watoto, na unakuta madarasa yetu inakuwa na population kubwa sana. Sasa kama tushapewa hawa watoto,
hatuna jambo lingine la kufanya isipokuwa kutumia mbinu zote na werevu wetu wote ili hawa watoto wapate kupata masomo the best we can. Hiyo tu ndio tunaweza fanya, na tunajaribu. Kama sasa unaona tunaenda kwa mtu kama mheshimiwa wetu ndio apate kutufadhili. Siku ya leo tumefurahi sana, tumepokea basi kutoka kwa mheshimiwa wetu wa Embakasi Central, Honorable Major Dong. Alikuwa ametuahidi basi na siku ya leo ndio ameweza kuifikisha. So unaona hii furaha yote ni kwa sababu ya kwamba tumepata basi mpya ambayo unaona iko nyuma yetu hapa. Shida za transport kama una basi na uko kwa shule ni nyingi sana. Unakuta kwamba nauli ni gharama mingi, unatumia public school, wanafunzi wako safe, na challenges ni mingi sana kupitia kwa public transport. Lakini siku ya leo tumepata basi yetu, tukitaka kwenda mahali popote sisi tuko sawa. Na tunashukuru sana mheshimiwa. Shughuli leo imekuwa ni mbili, ni kuleta hii basi, na mheshimiwa kwa ukarimu wake ametafuta wale wanafunzi ambao wako wamejiunga na grade 10 ndio amewaleta siku ya leo mahali hapa. Tuko na wanafunzi wapya 21. Wanafunzi wamekuwa 60, wamegawiwa katika mashule zetu 3. Hapa Mwangasa wanafunzi 20, shule ya Komarok wanafunzi 20 na Kayole South wanafunzi 20. Tumepokea wanafunzi, amewanunulia sare za shule na pia amewalipia karo ya mwaka huu. Na tunamshukuru sana. Hao ni watoto walikuwa tu nyumbani, hawakuwa na mbele wala nyuma, lakini sasa ni wanafunzi wa haya mashule zetu na wanaendelea na masomo yao. Changamoto za kuwa na wanafunzi ambao wamejiunga this late ni kwamba tutabidi tuwaweke kwa darasa yao fulani, tuwafunze, tuwajaribu kukatch up na hao wengine. Pia itakarimu resources, lakini hiyo ndio sisi tutafanya kwa upande wetu kama shule. Hawa wanafunzi wameitikia mwito ule wa serikali wa 100% transition to senior school. Kwa sababu mwaka uliopita alitujengea perimeter wall. Shule yetu haikuwa na security kwa sababu hatukuwa na wall. So kitu ya kwanza alitufanyia ni kutuwekea hiyo wall. Jambo la pili sasa ametupatia basi, na siku ya Wednesday ametuita katika mkutano wa public participation. Hapo tutapeana projects. Unajua mambo ya shule ni mengi, mahitaji ni mengi. Hasa shule yetu tunahisi kwamba wanafunzi wamejiunga wengi na madarasa ni haba. So sisi tutakuwa tunamuuliza kwamba tujengee madarasa mengi msaidi ndio tupate kuchukua wanafunzi wengi wa hapa Kayole.